So this is a cup of blessing. Kwa hivyo hiyo ni kikombe cha baraka. This one. Hii is a cup of blessing. Ni kikombe cha baraka. So when we bless it, kwa hivyo tunapokibariki, it carries that power of blessing. Inabeba hiyo nguvu ya baraka. So the cup of blessing which we bless, kwa hivyo kikombe cha baraka tukibarikicho, is not the communion of the blood of Christ. Is it not the communion of the blood of Christ? Je, si ushirika wa damu ya Kristo? Am I talking to somebody? Amen. So this cup of blessing, kwa hivyo kikombe hiki cha baraka, is the communion of the blood of Christ. Ni ushirika wa damu ya Kristo. Anytime you partake it, na wakati unapoichukua, you are partaking the victory that Jesus won on the cross. Unachukua ule ushindi ambao Yesu alishinda pale msalabani. There's an amen on that. Amen. You are taking the victory. Unachukua ushindi. When Jesus went to the cross, wakati Yesu alienda msalabani, he was not simplifying weakness. Hakukuwa anaonyesha kushindwa. He was not simplifying weakness. Defeat. Hakukuwa anaonyesha kushindwa. But he was simplifying victory. Lakini alikuwa anaonyesha ushindi. Because of the cross. Kwa sababu msalabani, he just said one thing. Alisema kitu kimoja. It is finished. Imekwisha. It is finished. Imekwisha. He did not say that I am finished. Hakusema ya kwamba nimeisha. He said it is finished. Alisema imekwisha. So when he shed the blood, kwa hivyo alipoimwaga damu, and that blood was poured down, na hiyo damu ilimwagika chini. Number one, the roof of the temple were torn into two. Cha kwanza ni ya kwamba pasia za hekalu zilipasuka. To bring freedom to people to worship. Kuleta ushindi kwa watu wa kuleta uhuru wa watu wa kuabudu. So the blood of Jesus was a sign of freedom of worship. Kwa hivyo damu ya Yesu ilikuwa ishara ya uhuru wa kuabudu. Nobody should hinder you from worship. Mtu asikuzuie kuabudu. Whether it's your husband, hata kama ni mume wako, should not hinder you from worship. Hafai kukuzuia kuabudu. Whether it's your child, hata kama ni mtoto wako, whether it's your beauty, hata kama ni urembo, put your beauty aside and kneel down and worship. Weka urembo wako kando na upige magoti na uabudu. Hebu naongea warembo sana waweze piga magoti. Wanavaa nguo safi. No. The blood brought freedom. Damu ya Yesu ilileta uhuru. Freedom of worship. Uhuru wa kuabudu. Freedom of worship. Uhuru wa kuabudu. Am I talking to somebody? Naongea na mtu. So this is called the cup of blessing. Kwa hivyo hiyo inaitwa kikombe cha baraka. And when you partake the cup of blessing from the table of God, na unapochukua kikombe cha baraka kwa hekalu la Bwana, you are not supposed also to take it from another table. Haufai tena kuichukua kutoka kwa hema nyingine ama hekalu lingine. Not hekalu. Meza. Verse 21. Mstari wa 21. You cannot drink the cup of the Lord. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana and the cup of the devils. Na katika meza ya mashetani. You cannot be partaker of the Lord's table. Au tuamtia. It's part B of it. Kama kwani yako imeisha? Yes. Hiyo yako haina. You cannot be partakers of the Lord's table and the tables of the devil. I think it was an explanation in another version. Praise the name of Jesus. Amen. So when you take it from the table of God, kwa hivyo unapoichukua kutoka kwa meza ya Bwana, you are not supposed also to go to another table. Haufai kuenda kwa meza nyingine. What am I trying to mean? Najaribu kumaanisha nini? There are people that are on the altar with Holy Communion. Kuna watu wako kwa madhabahu na meza ya Bwana. And at night they go to another sacrifices. Na usiku wanaenda kwa dhabihu zingine. The Bible denies that. Biblia imekataa hiyo. Salvation, wokovu, is being faithful. Ni kukuwa mwaminifu. Even if you are in the forest, dark forest where nobody sees you. Hata kama uko kwa msitu uliojaa giza huonekani. You need still to be faithful of Christ. Unafaa kuwa mwaminifu katika Kristo. In English, like my teacher then they say that's called integrity. In
inaitwa integrity. Maadili mema. Maadili mema. Even if you're in the forest alone, hata kama uko kwa msitu peke yako, where nobody can see you, ambapo mtu hakuoni, you still need to be integrity. Unahitaji kuwa na maadili mema. So usikue mtu you take the table of Holy Communion here. Usikue mtu wa kuchukua meza ya Bwana hapa. Then another day I find you unazunguka na kifagio. Kisha siku nyingine nakupata ukizunguka na kifagio. Unazungukwa na kifagio. Koroga. Amekaa kwa kiti ya miguu tatu, amefunga riboni ya red. Anaambiwa leo watakufa. Wewe. Don't do that. Usifanye hivyo. Stay on Christ and Christ alone. Kaa ndani ya Kristo na Kristo peke yake. Ana ni Justus msimamo. Ana ni Justus msimamo. Ana Justus wasimame. Kupigia ana ndio ana amefanya damu ya Yesu. Asimame tu, sijasema ukae. Mkae simama tu. Na ngoja simame ndio tuendelee. Gari imesimama. Amen. Sasa wakisimama tukihubiri hawatalala, sio? Sasa say amen. Amen. Salimianeni. Salimia jirani. Sit down now. Najua sasa utalala tena, next nitakwambia sasa ukihubiri ni kwenye kazi. Namalizia sasa. So that one is called the cup of blessing. Hiyo inaitwa kikombe cha baraka. What about the body of Christ, of Jesus?